Wakati tunajengea wabibi na wazee, na bibi moja wakati nimepeleka mafundi tunamjengea ule koko nyumba, wakati niko pale na mafundi mwingine anabadilisha nguo, yule bibi akaja na sahani ina ndizi mshare kama 6 ambao amechemsha kwa maji, alafu pembeni ameweka chumvi. Akasema, wanangu, hii nimechemsha kwa maji tu, mtaweza kula nyie, hichi ninachokula na nyie mle. Unajua, kwa ule moyo wa utoaji, nilienda kufanyia shopping ya chakula ambacho na uhakika alitumia sio chini ya miezi 3, kwa sababu alitoa. Wangapi wenu leo fundi akija kujenga kwako unakula mwenyewe ndani, unamwambia kama unataka chakula nitakuuzia 2500, unamnyima kitu ambacho baada ya dakika 2 kinaitwa jina baya sana, nisilitaje. Unajua chakula ni kitu kibaya baada ya dakika chache sana. Mtu anayekujengea uwezi ukampa chakula kwa sababu eti unamlipa. Imagine mtu yuko kwako analima, inafika saa 6 mnakula, hapo mmeshafundisha watoto uchawi, mnamchungulia kwa dirishani mpaka mtoto anakuambia sogea, na wote mnaongea chakula ikiwa mdomoni, mami sogea. Kumpeleka tu sahani shambani. Hizi laana za ufukara na zilani katika jina la Yesu. Unatembea na mtu una karanga mfukoni, una uwezo wa kula karanga, unayesafiri naye juu kama unakula karanga na agusi, unazipekechea mfukoni. Pipigali unapembua kwa mkono, unabaki tu kama mfuko unabaki kwa trash can, dust bin. Ukija kumwaga ni salfeti ya mataka. Hakuna mtu mmoja duniani anaweza kusema uliwahi kumsaidia, hayupo. Alafu nimekuja kugundua watu wachoyo ndio wajinga wanaolaumu kwa nini hawasaidiwi. Watu wachoyo ndio wanaopigia watu wengine mahesabu, si ana hela sana, si angenipa hata 500,000, si ana hela. Naona wajinga. Uchoyo muondolea mtu kufadhiliwa. Hakuna mtu akumfadhili mchoyo, ovyo kabisa. Amekuja kijana pale kwako, unakunywa, unamwambia nisubiri, unakunywa chai, amesimama pale nje baridi, unamwambia nakuja sasa hivi, unakunywa chai, unamwambia tutuleta vitumbua, mimi na uwezo wa kumeza bila kutafuna, wewe leta. Kani imagine, na ni mtu unasafiriana na kusubiri, unamnyima kitu ambacho baadaye unakitoa kama maji ama kama taka, chakula. Imefika mahali binti wa kazi akipita sebuleni anatafuna, unasikia wewe njoo, fungua mdomo, fanya wewe sio kala chakula. Kwa binti wa kazi anaishi tu kama msukule kule ndani. Kwa hiyo akiitwa ni kama yuko kwenye jeshi la polisi kwa inabidi hata avute tumbo ndani asije akaambiwa, kwa sababu kila saa umejaa maneno. Ukiwa na wageni pale sebuleni, binti wa kazi akipita anasema, unajua huyu alikuja amekorogoka kama baisikeli ya Phoenix, lakini unaona alivyonenepa sasa, anakula